innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, amma ba'd. Nabii Yusufu alayhi salatu wassalam aliota zaidi ya nyota 11 pamoja na jua na mwezi vikiwa vinamsujudia. Nyota, mwezi, jua vikiwa vinamsujudia. Hakika Nabii Yusufu baada ya kuiota hii ndoto akaenda moja kwa moja kumhadithia baba yake mzee Yakobo. Mzee Yakobo alipoitafakari na kuiangalia ndoto aliyoota mwanaye Yusuf, akamwambia, mwanangu, hakika hii ndoto usiwahadithie ndugu zako. Ndoto ambayo umeiota usiwahadithie ndugu zako, kwani ndoto hii inaweza ikakuweka katika matatizo makubwa. Ukiota nyota, ukiota mwezi, ukiota jua ni ishara ya utukufu pamoja na cheo au mali au mamlaka. Nabii Yusufu aliota vinamsujudia, na kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuja kumpa cheo Nabii Yusufu, alikuja kumpa mamlaka Nabii Yusufu, alikuja kumpa uongozi Nabii Yusufu alayhi salatu wassalam. Ukiota nyota, ukiota mwezi, ukiota jua ni utukufu. Sasa nabii wa Mungu yeye aliota vinamsujudia. Hivi vitu vina utukufu mkubwa sana. Unapoota ndoto yako usidharau, kwa sababu huenda ikawa hiyo ndoto inakufungulia baadhi ya mambo, inakufungulia na kukuonyesha mustakabali mzima wa maisha yako ya baadaye yatakavyokuwa. Endelea kusubscribe YouTube yangu. Alamsiki na Mungu akubariki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ng'ombe 7 walionona, ng'ombe 7 waliokonda, aliota mfalme wa Misri. Alipoota mfalme wa Misri ng'ombe 7 walionona na ng'ombe 7 waliokonda, akawa anatafuta maana ya tafsiri atapata wapi. Alipokuwa akiwaambia wasaidizi wake maana ya tafsiri, kulikuwa na msaidizi wake mmoja akiwa anamletea vinywaji. Yule msaidizi akamwambia, yupo mtu ambaye yuko gerezani, ngoja niende ili aweze kunipa tafsiri ya hiyo ndoto, maana hata sisi tulipokuwa gerezani ndoto ilipootwa na mmoja wetu akatafsiri. Alitafsiri nini Nabii Yusuf? Alitafsiri katika wale vijana wawili, akawaambia, mmoja wenu atakuwa ni mhudumu wa mfalme katika kumhudumia masuala ya vinywaji, lakini mmoja wenu atapata hukumu ya kunyongwa. Atatoka katika gereza hili kwa kunyongwa, hukumu yake itakuwa ni kunyongwa. Yule mhudumu wa mfalme alipokwenda kwa Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam na kutaka kujua tafsiri ya ndoto ile ili aipeleke kwa mfalme, na Yusufu aende kwa mfalme kutoa ile tafsiri, maana yake ni nini? Ng'ombe 7 walionona na ng'ombe 7 waliokonda, hawa ng'ombe 7 walionenepa wanaliwa na ng'ombe 7 waliokonda. Ng'ombe 7 waliokonda wanawatafuna ng'ombe 7 walionenepa. Maana yake nini? Maana yake ni zaidi ya miaka 7 mtapata mavuno, nafaka, vyakula vya kutosha, lakini na miaka 7 mingine inayokuja mtapata njaa ambayo haijawahi kutokea katika mji wenu. Nabii Yusuf akawaambia, ni vyema mkaweka akiba ya chakula ambacho mtaweza kuhudumia raia zaidi ya miaka 7 inayokuja. Miaka 7 ya mavuno, neema, chakula, lakini miaka 7 itakayokuja tena itakuwa ni miaka 7 ya dhiki. Na kweli yote yale aliyoyatafsiri Nabii Yusuf yakatokea. Ng'ombe 7 walionenepa, ng'ombe 7 waliokonda wanawatafuna ng'ombe 7 walionenepa. Kwa hivyo ndoto hii ina maana kubwa. Ina maana
Kutakuwa na kipindi cha furaha na kutakuwa na kipindi cha njaa na misukosuko na mabalaa ambayo taifa linaweza likakabiliana nalo. Kwa hivyo unapoota ndoto ina maana kubwa sana. Endelea kusubscribe YouTube yangu na Allah akubariki, ndio mwingi wa kutafsiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya kwa haraka zaidi nyakati za usiku ikiwa umeshtuka na umeota ndoto aina mbili? Umeota ndoto ya huzuni, umeota ndoto ya kutisha. Ndoto ya huzuni au ndoto ya kutisha. Tukio la haraka ambalo unatakiwa ulifanye, kwanza unatakiwa ugeuke mkono wako wa kushoto uteme mate. Geuka mkono wako wa kushoto uteme mate. Ndivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atufundisha kwamba ukiota ndoto ya huzuni, ukiota ndoto ya kutisha, fanya hivi haraka. Katika tukio la kwanza, geuka mkono wako wa kushoto, tema mate. Ukishatema mate, utakuwa umebatilisha ule ubaya. Kama ulikuwa ni ubaya wa kukuta wewe, kama ulikuwa ni ubaya unataka kuja, maana yake umeubatilisha na kuondosha ule ubaya usiweze kufika katika hatua yako. Tema mate mkono wa kushoto, kisha mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, alhamdulillahi rabbil alamin, wal afa minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama nyumbani kwako una mtoto ana hasira sana, kama nyumbani kwako una mtoto asikii la mkuu wala la muadhini, kama mnavyosema, mtoto wako asikii kabisa, hasikii kabisa, tumia uradi wa jina hili. Chukua maji katika glass, alafu utasema ya muqitu, ya muqitu, ya muqitu, ya muqitu, ya muqitu, ya muqitu. Chukua glasi yako, ya muqitu, utasema mara 90 asubuhi, ya muqitu, ya muqitu. Utasema mara 90 mchana, ya muqitu, ya muqitu. Utasema mara 90 usiku wakati wa kulala. Kesho yake asubuhi mtoto wako mpe ile glasi ya maji anywe. Kama ni mtoto mwenye hasira, kama ni mtoto asikii kwa mtu wala hana ufahamu, mjeuri, soma jina hilo la Mwenyezi Mungu kwa uradi kadiri unavyoweza. Mtoto wako atakuwa na ufahamu, mtoto wako ataacha ujeuri, mtoto wako atakuwa na uelewa shuleni na atakuwa msikivu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi